unalotaka kulifanya. Baba, nakusihi majira haya kama mtumishi wako, nijalie kunena sawa sawa na makusudi yako, ili Mungu mtakatifu ukatende kazi yako juu ya watu wako. Baba, asante, ninakubariki na ninakuinua kwa ajili ya utukufu wa jina lako sasa na hata milele. Amen. Ninakushukuru sana ndugu mtazamaji wa Tembo TV. Nimekwisha kuzungumza. Naitwa mchungaji Godfrey hapo mwanzo. Ninapatikana hapa Manyoni, Singida. Na kwa hakika Mungu amenipa neema, amenipa kibali cha kuhudumu hapa Singida kwa ajili yako. Lakini pengine kana nazungumza na wewe huko mkoa wa mbali, hiyo haizuru kitu. Nataka tu kusema wapi napatikana. Napatikana Manyoni, ndani ya hema la upako. Maombi na maombezi, tutashinda. Kwa nini nasema tunashinda? Kwa sababu mtetezi wetu yu hai, anayetusaidia kushinda katika mambo yetu ya kila siku. Sasa nimekuja na ujumbe usemao ya kwamba anza siku na Bwana kwenye masikio yako. Kwa nini ni kuanza siku na Bwana? Nimezungumza pale awali nikasema sisi ni chanzo cha Mungu. Sisi ni wazo la Mungu. Wakati mwingine hatujui kesho yetu, hatujui siku hiyo yameandaliwa vitu gani kwa ajili yetu. Vimeandaliwa vikwazo vya namna gani kutukwamisha sisi kama wanadamu, sisi kama watoto wake. Sasa unapoanza na Mungu, maana yake ni kwamba lazima unapoamka asubuhi, jenga utaratibu hata wa kushukuru tu. Jenga utaratibu wa kushukuru Mungu. Asante, umenipa nafasi hii leo hii kuanza na wewe. Usikurupuke tu kama vile kuku anayepokurupuka. Hata kuku anawika wakati mwingine. Ishara sisi kama wahubiri nasema anamshukuru Mungu maana amepata nafasi ya kuifika siku hiyo. Usiamke kama vile mtu ambaye hajui nini maana ya Mungu. Sasa unapoanza na Mungu, maana yake ni kwamba unatamani Mungu aanze na wewe. Wakati mwingine macho yetu yanaona tu karibu, lakini Mungu wetu anaona mbali zaidi kuliko macho yetu. Kwa nasema mwana wa Mungu ni zaidi ni lazima kuanza na Mungu. Anza na Mungu siku yako. Hatua zako ziongozwe na yeye. Mambo yako yaongozwe na wewe. Kazi zako ziongozwe na Mungu. Anza siku na Bwana. Hakika Mungu atakutetea, atakusaidia. Mambo yote unayotarajia yaweze kutokea. Unapokuwa umeanza na Mungu, atakuwa upande wako. Atakusaidia. Hata acha uaibike, hata acha ufedheheke, maana umempa nafasi ya kuanza na yeye. Watoto wako unaamka asubuhi, jenga hatua ya kuwaombea. Wanakwenda shuleni, sawa, waombea watoto. Mungu awatangulie, maana tunatembea kwenye ulimwengu huu, wanyama huu, mambo ni mengi sana tusiyoyajua, lakini Mungu wa mbinguni tunapoanza naye hutuepusha nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetoka kueleza kwamba kuanza siku na Bwana ni muhimu sana, kwa sababu njia zetu kama wanadamu hatuzijui sawa sawa. Hatuzijui inavyostahili. Hatufahamu inavyostahili. Lakini tunapoanza na Mungu, Mungu anakuwa upande wetu kutusaidia. Kwa yale mengi ambayo hatuyajui, kwa yale mengi ambayo hatuyafahamu, Mungu atatusaidia kuendana nayo. Sasa nitaomba nisome maneno machache hapa leo. Nitaomba nisome maneno machache kwa ajili ya siku hii ya leo. Nitaomba nianze kusoma maneno machache kutoka katika kitabu cha Biblia. Kitabu cha Biblia, Zaburi ile ya Zaburi ya 121. Zaburi ya 121. Zaburi ya 121 kama ilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Daudi. Anasema hivi. Anasema hivi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie kulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi. Aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako,
Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Jua haitakupiga mchana wala usiku, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Tunaposema kuanza na Mungu, maana yake ni kwamba Mungu asiache mguu wako usogezwe na miroho mibaya kwa siku hiyo ambayo unakwenda kuianza wewe na watoto wako na familia yako na kazi zako. Mguu wako usisogezwe hata kidogo. Mungu aushike miguu yako, ashike ile miguu unapotembea. Mungu aikamate sawasawa, ili itembee katika miongozo ya Mungu mwenyewe, na badala yake isitembee katika miongozo ya yule adui Shetani. Unapoanza na Mungu, maana yake tunamtaka Mungu awe ndo msaada wetu na ngome yetu kwenye mambo tuyafanyayo ya kila siku. Asiache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Unapoanza na Mungu, maana yake Mungu asisinzie unapotembea, unapokaa, unapoingia ofisini, awe pamoja na wewe, akulinde. Mungu aliye hai. Anza na Mungu, mwana wa Mungu, na kueleza jambo la maana na la muhimu sana. Anza na Mungu. Mambo mengi umefeli kwa sababu ulipuuza wakati mwingine kuanza na Mungu. Sasa nyingine tunahisi kama vile tunawahi sana kwenye mambo yetu, tunamsahau Mungu, lakini Mungu ni wa muhimu sana kuliko jambo lingine. Jizoeze unapoamka asubuhi kukaa chini na kupiga magoti, pengine ukasema, Mungu asante, leo nimeiona. Anza na mimi Bwana, anza na mimi Mungu siku ya leo. Watoto wangu anza nao, mume wangu anza naye, mke wangu anza naye, sijui mfanyakazi wangu anza naye, ili hatua zake siku hiyo ziongozwe na Mungu aliye hai. Na kwa hakika hautaacha, Mungu hataacha kuyasikia maombi ya namna hiyo. Sasa kama mchungaji nitakuombea, nitaomba na wewe ili Mungu ahusike kwenye maisha yako, lakini pia na wewe jizoeze kuomba, jizoeze kukaa na Mungu ili Mungu awe msaada wako. Sasa Bwana ndiye mlinzi wako. Kwa nini kuanza na Mungu? Kwa sababu Mungu awe mlinzi wako kwenye biashara zako, awe mlinzi pale ofisini kwako, awe mlinzi kwa watoto wako, awe mlinzi kwa kila jambo ulifanyalo. Mungu akakulinde, Mungu akakufunike, Mungu akakufunika kwa ukuu wake na uweza wake, uwe pamoja na wewe. Vizuri sana kuanza na Mungu aliye hai. Dunia tunayoishi imejawa na mambo mengi sana tusiyoyaona kwa macho ya nyama, lakini Mungu wetu huwa anayaona kuliko yale tusiyoyaona sisi. Tunapompa nafasi Mungu ya kuwa upande wetu, maana yake analinda yale tusiyoyaona, anatuzuia na yale tusiyoyaweza kuyaona kwa macho yetu ya kibinadamu. Bwana ndiye mlinzi wako. Daudi anasema, Bwana atakuwa uvuli wa mkono wako wa kuume. Mungu atakuwa uvuli wake. Uvuli maana yake ataachilia ile neema ya ulinzi kwa mume wako, ataachilia neema ya ulinzi kwa mke wako, acha neema ya ulinzi kwa watoto wako, acha neema ya ulinzi kwenye biashara yako. Uende unapokwenda kule ukafanikiwe, ukastawi. Unaporudi rudi na shangwe, rudi na furaha, maana umemuona Mungu akikutetea kwa mambo yako. Ni vizuri sana ukaanza na Mungu. Mambo mengi umeshindwa kuyafikia kwa sababu ulipuuza jambo hili la kuanza na Mungu. Daudi anatupa jambo kubwa sana, yeye akiwa hapa duniani kwa zama zake. Anasema yeye kufanikiwa kwake kuwa hata mfalme alijifunza kuanza na Mungu. Ndio maana anatuandikia Zaburi hii ya 121 kama Bwana atakuwa mlinzi wako, atakuwa mlinzi, ataachilia wingu lake la uvuli, atakulinda kwa mkono wake wa kuume, atakufunika na utukufu wake. Jua haitakupiga mchana. Sasa wengine hapo wanaweza wasielewe maana ya jua kuwapiga mchana. Maana yake miroho mibaya haitakupiga mchana, haitakuangamiza. Mambo ya chuma ulete na vitu kadha wa kadha, miroho mibaya haitakupiga mchana. Mungu atakuwa mlinzi juu yako, atakusaidia, atakutenga na mauti, atakutenga na mambo mabaya, kwa sababu yeye atakulinda hata mchana. Unapotembea, unapokaa, unaposimama, atakuwa mlinzi wako. Mwana Mungu ananisikiliza kupitia Tembo TV, ni muhimu sana kuanza na Mungu, kwa sababu yeye anasema wala mwezi wakati wa usiku. Pia hata mwezi kwa mtu anayefanya kazi usiku, aiza mlinzi, aiza mtu wote unafanya kazi usiku ama si mlinzi, Mungu atakuwa mlinzi wako, atakusaidia,
hata katika usiku huo Baba ataachilia ulinzi wake, mkono wake wa kuume utakuwa pamoja na wewe, utakusaidia, na kwa hakika utaona utukufu wa Baba wa mbinguni. Andiko anasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Yako mabaya ambayo shetani hutuwazia wakati wote, anatuwazia mabaya tushindwe, anatuwazia kuanguka, anatuwazia kushindwa, tusisogee, tusifanikiwe. Mungu ukishaanza naye kwa siku hiyo, kwa sababu ndio umepata nafasi, maana ya kesho hujaifikia. Iheshimu hiyo siku Mungu aliyokupa nafasi hiyo, maana siku ya kesho ni neema. Siku hiyo uliyoipata ndio nafasi yako ya kumpa Mungu utukufu wake. Na utakapojizoeza hivyo, maana yake Mungu atahakikisha malengo yako, mikakati yako, mambo yako yatatimia tu, lazima yatatimia, kwa sababu Mungu atakuwa msaada wako. Bwana atakulinda na mabaya yote ambayo zidi ya adui, zidi ya waganga, zidi ya majini na mapepo. Bwana atakulinda nayo yasikukute, kwa sababu wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu, ni mtu wa maana sana mbele za Mungu. Anasema mwenyewe katika kitabu cha Isaya sura 43, kwa sababu ulikuwa thamani sana machoni pangu, Mungu akaachilia ulinzi. Ndiko pale tunasema kwamba utaweza ukaenda kwenye moto, hautateketea. Unaweza ukaingia kwenye maji mengi, hayatakugarikisha. Tumaanishi maji kwa maana ya mito, tunamaanisha ile miloho inayofananishwa kama maji. Moto unafananishwa ile mamiloho mabaya yale. Mungu atakulinda nayo, hautaangamia mwana wa Mungu. Ni vizuri sana uanze na Mungu. Vizuri sana anza siku na Bwana, ili Baba akusaidie, akutetee. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako dhidi ya watu wabaya. Atakulinda nafsi yako isiumizwe, isifedheheshwe. Mungu atakulinda mwana wa Mungu. Jifunze kuanza na Baba. Asubuhi yako unapoamka asubuhi, jifunze kuanza na Mungu aliye hai. Jifunze kuanza na Bwana. Hakika siku hiyo itembee na mawazo yake na njia zake anazokusudia. Maana anasema mawazo yangu na njia zangu si kama za kwenu. Kuna njia za mwanadamu na kuna njia za Mungu, lakini njia za mwanadamu wakati mwingine hazina utoshelevu kwa maana ya mafanikio, hazina njia zilizo bora, lakini njia za Mungu zina mafuta yake, ambayo mafuta hayo yanakupa nguvu. Mahali unapochoka unanyanyuka tena, mahali unapokata tamaa Mungu anakushushia uwezo wake wa kusimama. Tena tu maneno machache hata kwa Yesu Kristo ni nukuu. Yesu wakati akiwa duniani hapa, kuna wakati alichoka juu ya zidi ya majaribu mbalimbali, akaenda kuomba mlimani. Maandiko yanasema roho yangu ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Mungu kwa sababu ameanza naye, kwa sababu anajua mwanangu huyu ana jambo la kufanya, akamtuma malaika, akamtia nguvu Kristo ili aendelee kusonga mbele. Bwana wa Mungu, utakapochoka, unapojifunza kuanza na Mungu, kuna wakati mwanadamu anachoka na mambo ya duniani, Mungu atakutumia malaika akusaidie kwenye jambo lako ili ufikie hatima yako. Ni vizuri sana ukaanza na Mungu, akakusaidia, akakutetea. Si wewe wa kwanza kuchoka. Walikuwepo manabii mbalimbali. Elia alichoka, kuna wakati alichoka, sema roho yangu na niondoke. Lakini Mungu akamtuma malaika, akamwambia amka ule chakula, maana safari uiendeayo ni safari ya mbali sana. Akaamka Elia akala chakula, kwa sababu alijifunza kutembea na Mungu, alijifunza kuanza na Mungu asubuhi yake, na siku hiyo Mungu akairatibu, akamwamsha pale Elia alipokuwa amekaa kwenye mti akiwa amelala usingizi. Mungu akamshushia malaika, akamnyanyua. Ni vizuri sana ukaanza na Mungu, kwa sababu kuna nyakati unakutana na mapito mbalimbali magumu na mazito. Ewe baba, ewe mama, ewe kijana wa kike na wa kiume, kuna mambo utakutana nayo chini ya jua hili mazito na magumu, lakini kwa sababu ukijifunza kujizoeza ufahamu wako, kukaa na Mungu, kumsikiliza Mungu, ukaanza naye kwa siku hiyo, nataka nikwambie mwana wa Mungu, hata itokee adha kiasi gani, Mungu atakuwa upande wako, atakutegemeza. Unapokata tamaa, Mungu atakuinua. Andiko nasema, mtumishi wa Mungu Daudi anasema, Bwana atakulinda utokapo. Unatoka kwenye nyumba yako kwenda mahali fulani ambapo inawezekana kweli umezoea na njia umeizoea, lakini hujui kwa siku hiyo njia nini kimefanyika. Hujui wewe, ufahamu, usitembee kwa mazoea kwa siku hiyo. Kwa nini? Tunafahamu wote watu wa Mungu, lazima tutafakari kidogo. Barabara ile uliyopita wewe salama, mwingine alipata shida. Njia ile uliyopitia mwingine alianguka. Eneo lile uliokaa mwingine alipata shida.
Sasa kwa nini tunataka tuanze na Mungu? Kwa sababu tunajua ni kweli njia hiyo hiyo inapita kila siku, lakini hujui kwa siku hiyo imeratibiwa na nani. Nani kairatibu siku hiyo? Kuna mileo gani imekaa sio kukuzuia wewe? Sasa unapoanza na Mungu, maana yake Mungu anasema atakulinda nafsi yako, lakini Bwana atakulinda utokapo. Unapotoka kwenye nyumba yako naelekea mahali pengine pa kazi yako, Mungu atakulinda, na unapokwenda kuingia pia atakulinda. Unaenda ofisini, Mungu anakwenda kukulinda kule kule ulipo, maana majaribu hayachagui huko wapi, yatakuja tu. Hayajalishi mitego ya adui, haijalishi huko wapi, hata uwe mahali popote pale tu itakuja. Lakini ukijizoeza kuanza na Mungu kwa siku hiyo, maanake Mungu atakutangulia ofisini kwako, atatangulia shambani kwako, atatangulia kwenye mifugo yako, atatangulia kwenye biashara yako, ujasiriamali wako atakutangulia, atatangulia watoto wako. Mungu atakutangulia kwa siku hiyo. Lakini nasema Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Maanake ikitokea umefika kesho, pia Mungu atakulinda. Lakini vizuri sana usisahau jambo hilo, Mungu kumtegemea yeye, kwamba ninamhitaji Mungu anisaidie kwa siku hii ya leo. Mambo ni mengi sana, ni mengi mno chini ya jua hili, lakini Baba akusaidie. Amen.